Na Yesu asifiwe. Amen, amen. Tuko na devoir ya kusema asante kwa Mungu, maana amefanya jambo la ajabu sana kwetu, kwangu mimi binafsi na kwako. Amekuwezesha kufikia siku ya leo, na ndio maana nimesimama ndani ya mkutano ili kwamba tena umrudishie sifa na shukrani, lakini pia upokee maneno ya Mungu kwa ajili ya ile chapia tena Bwana makofi na vigelegele, maana Bwana wetu anastahili kwa ajili ya maisha yetu. Amen, amen. Tunaendelea kusema asante kwa baba mchungaji Enos pamoja na baraza nzima ambao wametukubali tusimame kwa siku ya leo ili tuchangie maneno ya Mungu. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Lakini pia na wewe mahali ambapo umeketi katika mchana wa leo, Mungu akubariki kwa namna umechipa hii muda ya kusogea ndani ya kanisa ili tena upokee chakula cha Roho, dawa ya Roho, na Mungu tena ya kusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Ndio maana mwimbaji wa ile namba ya 51 anaimba nasema ya kwamba maneno ya Mungu ni kwetu kama vile chakula cha Roho na dawa ya Roho, lakini pia ni nguvu ya kusaidia Mkristo katika safari ya kwenda mbinguni. Ndio maana kipindi hiki cha neno la Mungu ni kipindi kizuri ambacho nitakusihi sana usikuwe distrait, usitoke, usiderange, yani ukaribishe uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako ili kwamba maneno ya Mungu ipate nafasi katika roho yako. Bwana asifiwe sana. Uniite tu kwa majina, ninaitwa Aganses na Makosa Ishingwa. Ni moja kati ya baraza letu la hapa kwetu Sayuni kama Nora. Bwana asifiwe sana. Tutaenda sasa kufungua Biblia zetu. Tuone kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili tutaona sura zake 21 na mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 6. Bwana asifiwe sana. Samueli wa pili sura zake 21 mstari wa kwanza hadi mstari wake wa 6. Hatujua kama Pastor Emmanuel tayari amepata, anaweza kutusaidia kwa kusomi. Amen. Samueli wa pili 21:1 hadi 6. Ndio. Ikakuwa njaa kwa siku za Daudi kwa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa sababu ya Sauli na kwa sababu ya nyumba yake yeye kumwaga damu, kwa kuwa wakaua wa Gibeoni 2. Mfalme akaita wa Gibeoni akawaambia, basi wa Gibeoni hawakuwa wa wana wa Israeli, lakini wabaki la Waamoni, na wana wa Israeli waliwapia. Na Sauli alitafuta kuwaua, akawa mwivu kwa wana wa Israeli na Yuda. 3. Ndio. Daudi akawaambia Wagideoni, nimewafanyia ninyi nini? Na nitafanya upatanisho na ninyi hata muweze kubariki urithi wa Bwana. Wagideoni wakamwambia, si neno la fedha au dhahabu katikati yetu na Sauli, wala na nyumba yake, wala si maneno yetu kuua mtu katika Israeli. Akasema, neno mutakalosema nitalifanyia ninyi lile. Wakamwambia mfalme, mtu ambaye alitumaliza
na kufanya shauri juu yetu, tuharibiwe, tusibaki katika mpaka yote ya Israeli. Watu 7 na wanawake watolewe kwetu, na tutawatundika kwa Bwana katika Gibea ya Sauli, mchaguliwa wa Bwana. Mfalme akasema, nitawatoa. Amen. Amen. Tunaendelea kusoma Yona 1:5 hadi 7. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Yona 1:5 hadi 7. Au tafadhali tuanze kwa 3. Lakini Yona akasimama kukimbia hata Tarsisi toka uso wa Bwana. Akashuka hata Yofa, akakuta merikebu ikikwenda Tarsisi, akalipa bei yake. Lakini Bwana akatuma pepo nyingi baharini, na ilikuwa tufani kubwa baharini, hata merikebu ilikuwa karibu na kuvunjika. Nao baharia waliogopa, wakalia kila mtu kwa mungu wake. Wakatupa baharini vyombo vilivyokuwa katika merikebu ipate kuwa nyepesi kwao. Lakini Yona alikuwa ameshuka mbavuni mwa merikebu, akalala, na ilikuwa na usingizi. Basi kapiteni akakuja kwake akamwambia, una nini ewe mtu unayelala usingizi? Amka uombe Mungu wako, labda Mungu atakufikiri hata usipotee. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, kujeni tupige kura tujue kwa sababu ya nani ubaya huu ni juu yetu. Hivyo wakapiga kura ikaangukia Yona. Amen. Bwana asifiwe sana. Kupitia maneno haya ambayo tumeyasoma, tunataka kuzungumzia neno ambalo tunasema kutafuta suluhisho juu ya mateso. Mungu atusaidie sana. Kutafuta suluhisho ya mateso. Na kuna watu wengi ambao wameishi, na ukimsogelea uanze kumuuliza maisha ambayo anaishi, akianza kukuelezea utasikia kwamba kweli iko na shida, anaishi mateso na msonga, mateso na mkosesha amani. Na wakati mateso na mkosesha amani, mtu anajikuta anajiona kama vile hafai tena kuishi katika dunia. Mungu ausaidie sana. Halafu hii mateso ni kama vile masumbuko. Mateso tunaweza kuisema tena kama vile ni mahangaiko. Na mtu yeyote ambaye anaweza kuwa anaishi maisha ya mateso anaweza kukosa raha na anaweza kukosa amani. Amen, amen. Halafu hapa tumesoma maneno ya Mungu kwa ile kitabu ya Samueli wa pili sura zake 11. Tumeanza kwa ile mstari wa 1 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema ya kwamba njaa ikaingia katika mji wakati wa utawala wa Daudi. Halafu wakati Daudi aliona pamoja na watu ambao walimkaribia, akaona kwamba mateso imeingia ndani ya mji. Halafu ile njaa ikapiga watu muda wa miaka 3. Na baada ya ile miaka Daudi akasema haiwezekane watu waishi katika shida hii. Imetubidi tutafute, tujue ni nini ambayo imekuwa sababu ya njaa hii. Neno linasema ya kwamba Daudi akapata neema, akafunguliwa neema, akasema nitatafuta kwanza uso wa Bwana ili niulize Bwana ni kwa sababu gani mateso haya imefika. Mungu atusaidie sana. Wakati Daudi alitafuta uso wa Bwana na kuzungumza na Yesu Kristo, neno la Mungu linasema ya kwamba akafunguliwa, akaonyesha kwamba watu ambao wamewaongoza ni watesi, wametesa taifa lingine la Wagibeoni, na wamejiona kuwa wao ni bora kuliko wengine, na kwa sababu ya ile ikamchukiza Mungu, na Mungu akatuma pigo ya njaa.
Mungu atuhurumie sana. Halafu nataka nikwambie ndugu mpendwa, ya kwamba ukikuwa Mkristo ambaye unaweka fitina, ukikuwa Mkristo ambaye unataka kuangamiza maisha ya wengine, ukikuwa Mkristo ambaye haulali mchana usiku, uko juani kama utapiga mwenzako vita na kumwonea, ujue ya kwamba Bwana yuko anakuona, Bwana hata nyamaza kila kwa ajili yako. Fanya angalisho usipate pigo ya Mungu. Amen, amen. Amen. Hapa tumesoma neno la Mungu katika kitabu ya Yona sura 1 mstari wa 3 hadi wa 7. Neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana akatuma Yona ili aende Ninawi apeleke maneno wala ujumbe wa Mungu. Yona akajiona kuwa ni mrefu, akajiona kuwa ni mjanja, akajiona kuwa ni mtu wa akili, na akili yake ikamdanganya, ikamwambia kama anaweza kujificha. Halafu baada Yona aende Ninawi, akashika njia ya kwenda Tarsisi. Wakati anaanza kuwaza ndani ya moyo wake namna atakimbia, Mungu naye alikuwa anamsikiliza, alikuwa anamsoma, alikuwa anaangalia yote ambayo alikuwa anapanga katika maisha yake. Mungu akasema tu ondoka. Yona akachukua njia. Biblia inasema ya kwamba akaenda, na wakati alifika kama vile tuseme Kuporo, akakatisha bei, akalipa bei ya bato, akaingia ndani ya bato kwa mafikiri yake, anasema kama anataka kukimbia uso wa Bwana. Yona akaingia ndani ya merikebu. Wakati aliingia ndani ya merikebu, merikebu kaondoka. Wakati iliondoka, Mungu anaangalia. Halafu hapo Biblia inasema ya kwamba wakati walifika katikati ya njia, Mungu akatuma upepo mkubwa ukatikisa bahari, na merikebu ikaanza tafuta kuvunjika. Watu wote ambao walikuwa ndani ya merikebu wakaona ya kwamba shida imeingia. Ikawabidi kila mmoja atumie akili, ajuaze, afanye utafiti, ni kwa sababu gani mateso yale inataka kuwapata. Alafu hapa Biblia inasema ya kwamba kapiteni, yani kondukta, yule ambaye alikuwa anatembeza ile merikebu, akaambia watu waanze kuchukua mizigo na kuitupa ndani ya bahari ili wapunguze uzito wa merikebu kusudi wasiangamie. Akaanza kutafuta suluhisho ya mateso ambayo inataka kuwapata. Amen, amen. Halafu wakaanza kuchukua mizigo na kuitupa ndani ya bahari. Kwa bahati mbaya, watu wamoja waliomba sababu mizigo yao ilitupwa ndani ya bahari. Ijapokuwa suluhisho au tatizo ilikuwa mizigo, lakini tatizo ilikuwa kwamba walipakiza mtu mbaya ambaye alikuwa hapatani na Mungu. Mungu atuhurumie sana. Unajua, ukitembea katika maisha yako na mtu ambaye hatembea na Mungu, au unatembea na Mungu, wewe unamuogopa Mungu, lakini unatembea na mtu ambaye haogope Mungu, ujue ya kwamba utaanguka ndani ya shida ambayo itakupata pale mbele, utaichangia. Wenzetu wakaomba mizigo. Kuna wale ambao walipata neema, mizigo yao hawakuwa wanaifikia, ili kwamba nayo waitupe. Baada ya kuifikia, wakaona mtu mmoja amefichama, asema yeye amelala usingizi. Wakajiuliza, sasa huyu yeye amelala usingizi wakati sisi wote tunaandika kila mtu yuko anaanza kuomba Mungu wake kusudi tusiangamie. Wakatikisa Yona. Wakati watikisa Yona wanamgusa, wakamuuliza, wewe ni nani? Amuka uombe Mungu wako, labda Mungu wako atamsikia na tutapata kupona hii mateso ambayo yanatafuta kupata ya kuangamiza ndani ya bahari. Neema kubwa ni kwamba Yona akalitambua. Bwana usaidie sana. Yona akalitambua, akajua
unawaza kama unaweza kuipikia. Yona akalisema, akawaambia kwamba pahali mchukue mizigo na kuitupa ndani ya bahari, sio mizigo ndio tatizo, lakini tatizo ni mimi mwenyewe. Akawaamua mchukue na kuitupa ndani ya bahari ili safari yao ipate kuendelea vizuri. Halafu watu ambao walikuwa wanajua ya kwamba wako na besoin wapate suluhisho ya mateso ambayo inataka kuwapata, wakachukua Yona wakamtupa ndani ya bahari na safari ikaendelea. Mungu akusaidie sana. Yona akabaki, samaki ikamrembele, ikamkwesema ndani ya tumbo. Baada ya siku 3, baada ikamtapika na maisha yake naye ikaendelea. Halafu ndugu mpendwa, nataka nikwambie ya kwamba ujitahidi sana katika maisha yako. Utakapokuona ya kwamba kuna shida ambayo inakuwa kwenye mlango, usingoje ile shida ikomae, usingoje ile shida ikuangamize na kutupa ndani ya shimo, lakini wewe mbio utafute suluhisho ya ile shida, ili kwamba ile shida isipate kukuangamiza. Bwana tusaidie sana. Halafu ninataka kusema ya kwamba kuna milango ambayo mateso inapitiaka ili kwamba ikupige wala ipige maandao. Milango ya mateso kwa watu wenye haki. Amen, amen. Wakati ninaangalia Biblia nitaona kuona ya kwamba kuna kuwa milango 3 ambayo mateso inapitiaka, na wakati inapita mara moja ile mlango kifunguka, mateso inapita, na mara moja mateso ikipita inakupata na inakuangamiza. Milango 3. Mlango wa kwanza ni mateso ya fundisho la Mungu. Amen, amen. Ninasema mlango wa kwanza ni mlango wa mateso ya fundisho la Mungu. Inamaanisha kwamba kuna mateso ambayo inaweza kutupata, tunaweza kwamba labda ni kwa sababu tulifanya dhambi. Kuna wengine wanaweza kama labda walosi wamewaloga. Kuna wengine wanaweza kwamba labda kuna wafumu ambao wamewatanikia mitego mibaya na wameiruka. Ijapokuwa haiko vile, lakini Mungu anataka kufundishe kusudi kwa Mkristo ambaye unakamilika katika maisha yako ya Ukristo. Mungu akusaidie sana. Joma usione Mkristo mwenzako anaishi mateso, anapigwa, kisha uanze kumchekea kwa sababu haujui ni kwa kiwango gani, ni kwa njia gani ile mateso imempata. Amen, amen. Ndio wale unakutaka bali wa mama poposha, bali wa papa poposha sana mateso mwenzake anaishi katika kipindi kigumu, inakuwa sije ya kuikalia kila wakati. Sana fika kwa babu manakia na ya ugali kwa rula kusudi atunge wasome, anaanza sije na anaanza ikali kwa analeta maneno na iko anaangalia etapu gani yenyewe maji iko nafika kusudi mtokoto wasonge niomini. Mungu asaidie sana. Sasa jiuliza Mkristo ambaye katika mtembea yako mwenzako Mkristo anaomba sije. Uenda kushamba, kwenda tunasema mwenzako. Unarudia uko nasonga uko nasema. Unaketi tuna mwenzako dakika kidogo, unaenda tukasije kama mwenzako unamtenga kwanza kidogo na unaendelea. Na sasa unaona unafanya hipokrisi, unamtendea na furaha, unamsaidia na unafiki, kumbe mtu mbaya. Bwana tuhurumie sana. Usiweze kama mateso yote ambayo yanapata mwenzako Mkristo ni kwa sababu amefanya dhambi. Hapana. Kuna mateso ambayo imekuja ili kwamba Mungu akukamilishe, akupime, angalie kiwango yako ya imani imesimamia kwa kusangaje ngapi, kusudi ajivunie wewe.
Amen, amen. Kumbuka Ayubu anambariki, anampatia pesa nyingi, mali nyingi, anampatia watoto wengi, mashamba, nyumba. Mungu akaona kwamba kweli Ayubu ni Mkristo ambaye amekamilika. Halafu Mungu akapitisha Ayubu katika mateso ambayo ni fundisho ya kupima imani Ukristo ya Ayubu, na kwa neema nzuri Ayubu akasimama kikamilifu katika Ukristo wake, wala hakutikisika. Akajua ya kwamba ni Mungu ambaye alimpatia na ni Mungu ndiye ambaye tena amechukua. Bwana tusaidie. Halafu kuna Mkristo mwingine unaona alikuwa tuna pesa kidogo, tuseme $50. Ile $50 akiweka vibaya ipotee. Kuna hata wakati tunaweka pesa ndani ya nyumba, unaanza kujiuliza mbona ile pesa wakati na kuiweka wapi? Unaitafuta mchana usiku na ipozo. Kumbe imefichwa ndani ya nguo, chini ya sachet, chini ya valize, na kama hauna neema ya kujua kwamba labda hata kibasi kipite, unaweza hata kulaumu mtu fulani ameiba, unaweza kama hata mtoto unampiga na kumuuliza vibaya, kumbe iko tufasi fulani. Kumbe Mungu alitaka ikuwe vile kusudi akuangalie kwa portema yako itakuwa namna gani. Bwana tusaidie sana. Ndugu mpendwa, fanya hange kwa sababu ya jambo kidogo, usipoteze equilibrium katika maisha yako ya Ukristo. Amen, amen. Tusome Waebrania 12 mstari wa 6 hadi mstari wa 7. Waebrania 12 6 yake na 7. Kama kuna yule ambaye amepata anaweza kusoma. Waebrania sura 12 mstari wa 6 na wa 7. Kama bado acha tusome basi. 12 mstari wa 7, mstari wa 6 na wa 7 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Maana yeye ambaye Bwana anampenda anamtakasa kwa mateso, naye anapiga kila mwana ambaye anampokea. Ni kwa njia ya adhabu mnavumilia, Mungu anawatendea ninyi kama wana. Maana ni mwana gani asiyepigwa na baba yake? Amen, amen, amen. Asema maana yeye ambaye Bwana anampenda anamtakasaka kwa mateso. Amen, amen. Sio mimi ambaye ninasema, ni maandiko matakatifu. Kila mtu yeyote ambaye Bwana ametaka anampenda, anaweza kumpitisha kwanza kwa njia ya mateso, ambayo ni mateso ya muda mfupi, ili iangalie ikuandae vizuri, na wakati utakapokufunga ile mateso ya fundisho la Mungu, unajikuta umeishi maisha ya kustarehe. Mungu akusaidie sana. Na Mungu akusaidie kwa ushindi. Ujue kufuka vipindi vya mateso ambavyo utavipitia kusudi Ukristo wako ukamilishwe. Asema ni kwa njia ya adhabu ambayo sisi tunavumilia. Kama tunapata adhabu ya mateso na unaivumilia, ni kwa njia ile Mungu anawatendeaka ninyi kama sasa wana. Amen, amen. Mungu anakufikisha kwa njia fulani. Anaona kwamba Mkristo mmoja unapenda repetition sana. Uko unanukia, hauko unakosa repetition. Siku ya maombi inafika unaingia, siku ya ibada uko wa kwanza, ibada za katikati ya juma unafika, ibada ya mapambazuko unafika, maombi yako peke binafsi inafika unafanya. Mungu anasema kweli huyu ni Mkristo. Sasa anasema acha nipime nione kama kweli amekamilika. Au nimpishe katika kipindi
wanagonjwa, anakusukumia kwanza kilize, una magonjwa napiga watoto, kilize na kupiga, njaa nayo imeingia, sasa vitu vitatu vinakuzunguruka, unasema hapana. Kama hauko Kristo kweli ambao unakasa, unadesperate, unakata matumaini. Sasa unakata matumaini, unasema hakuna Ukristo ilikuwa pale. Ilikuwa ya masambura. Lakini ukisimama na kuendelea kufanya kazi ya Mungu sawa sawa na vile ulikuwa unafanya, Mungu atasema kweli amekamilika. Hata sasa nimvukisha hiki kipindi na nimuingize katika kipindi kingine na nimvute sasa machozi ya hiki kipindi ambayo alipitia. Na wote ambao walikudharau, wote ambao walikusema kwa ile kipindi kigumu, sauti kifuka, wanaanza kupata haya. Bwana kusaidie uko ushindi katika vipindi vigumu ambavyo utanipitia. Amen, amen. Mateso ya mlango ya fundisho la Mungu. Hii mateso inafika kwetu na wakati tungali katika ile kipindi ya fundisho la Mungu, na kuambia upende, usipopenda utaivuka tu, itakuponda kwa muda. Kama Mungu alisema ya kwamba itakupata baada ya mwaka mzima, upende usipopende mwaka mzima itaenea, kisha ukishinda mara moja direktema unavuka. Bwana tusaidie. Halafu sasa wakati wa mateso ni kuambia tu ya kwamba uache kulaumiana, acha kuweka fitina, acha kupiga vita wengine, acha kuingiza ugomvi. Wewe unaanza kusema ni majirani, ni wandugu zako, hautatumeshana na mtu mwingine, na kuna wengine ambao wamevikwa chini ya walosi, ijapokuwa haiko mtu fulani, lakini ni Mungu mwenyewe ambaye anakupisha kwa ile kipindi kusudi upate kuwa Mkristo ambaye umekamilika. Mlango wa pili wa mateso ni mateso ya kipimo cha Mungu. Nimesema mlango wa kwanza ni fundisho, mlango wa pili ni kipimo. Amen, amen. Mungu anakupima, anaangalia. Uko na miaka 3 umebatizwa, uko na miaka 10 unafanyaka huduma, lakini hawaweza kupita kwa circumstance moja yenyewe iko nataka kabisa inaweza kurudisha. Mungu anapisha kwa circumstance moja usuli angalie tukopotea na kuna gani. Hizi siku ambazo tunaziishi ni siku za shida, na kuna Wakristo wengi ambao labda wanaweza kuiba sana na wanapoteza Ukristo yao kwa sababu ya njala. Unakimbia mshamba ya mwenzako, unaenda kufuna umili wake, unaenda kufuna mihogo yake na ile maharagi. Ndio pale unasikia mwezi zilipita kwa tulikuwa nasikia wasema hiki kipindi ya kuangalia. Ukipata na kuka mwenzako na kupiga tena ukachoma. Na sio unaangalia unakuta wewe labda ni Mkristo wa kanisa fulani, lakini sikia sasa kwa sababu ya kipindi kigumu ambacho tumekipitia, sikia sasa maneno ambayo yanaanza kutoka ndani ya kinywa chake. Mungu atuhurumie sana. Tulikazwa Mungu wapendwa katika kipindi ya kipimo cha Mungu, tukivumilie pamoja na kuomba Mungu, tutakuwa washindi. Sema amen. Amen. Na tukishinda, tukivuka, Mungu atatufuta machozi, atamwanga baraka, na yale ambayo yalikuwa yanatutatiza hatutayaona tena katika maisha yetu. Mungu akusaidie kwa kipindi kigumu ambacho tutakipitia. Neema ya Mungu ikutembelee upate kwa Mkristo ambaye utashinda vipindi vigumu ambavyo vitakupata. Bwana akusaidie sana. Halafu kwa kipindi ya kipimo cha Mungu, Mungu anatumia vifaa vingi sana ambavyo anavitumia ili kwamba apate kupima wewe Mkristo ambaye tayari umeokoka. Katika hii kipindi Mungu hawezi kupima mtu ambaye hajaokoka bado. Lakini ile kipindi ya kwanza ya
aingie ndani ya kanisa na anaokoka, sababu amepitia kipindi kigumu. Lakini kipindi cha pigo la Mungu, kipimo cha Mungu, Mungu hawezi kapime mtu ambaye bado hajaokoka. Hiki kipindi ni kipindi chetu sisi wa Kristo. Unaweza uko pastor, uko mwinjilisti, uko shemasi, uko mwimbaji, uko muombaji, uko nabii, uko Mkristo tu, na utapita katika kipindi. Halafu Mungu anatumia njia mbalimbali ambazo anazitumia ili kwamba akupime. Mungu akamtumia njaa. Ulikuwa unaenda kukazi, unalima lakini wewe hautafuna. Sasa unalima maharagi, jua inaanguka, inapiga eneo ya mambo hiyo ni miaka. Wengine wenyewe ni miaka kama ya ungo wanabarikiwa, wewe unatoka zero. Umeina wenyewe nilisema sasa ndio tunaingia, sio kwa ingia mshamba makuta kama hivi kabisa kwa kupepea tu ya lese godi la kuangusha na kanaenda. Kuna kuta sasa unavuna muhindi, ilibeba kupunga mbili, punga tatu, nyingine na botwa, unaingia unalima shamba ya mihogo inashikwa kunenepa, unakuwa nyingi shamba kuna kuta umeona huko, sasa kuna mhogo na kuta mhogo unapata hivi. Ni mateso ile, ni kipimo kile. Usikate tamaa, shikamana na imani yako, endelea kumpenda Mungu, endelea kufanya huduma za Mungu, na utakapomaliza Mungu atakubariki na utasahau muda yote ambayo ulipitia. Mungu anaweza kupima hata kwa magonjwa, anaweza kuleta magonjwa ndani ya nyumba yote. Kama kuna watoto kama baadhi ya magonjwa na kale kingine kitakuwa kanalia keleka na bakia, anaweza kuleta kama magonjwa anapiga bwana, anapiga mama, anapiga watoto wote kwa nyumba. Usidesespere katika kipindi ambacho utakipitia. Mungu anaweza kutumia hata shomani. Unaenda mkazi, unaenda kutumika kwa uchuruzi, unakuwa unaingia msoko, unapeleka uchuruzi, unakosa kiliasa wale ambao wanafika sana kwa hiyo kiliana ndiye anaenda kwa mwingine. Unakuwa unachukuta wewe unaingia kwa kanisa, unaibaka, lakini sasa uchuruzi yako inaingia ndani ya mashe, hautapata kilia. Ulikuwa unajiuliza mimi nilifanya Mungu nini? Ni kwa sababu gani Mungu amenipisha katika hii kipindi? Elewa ya kwamba ni kipindi cha vipimo. Mungu alikuwa anakupima, angalie utajikomportea namna gani. Halafu kwa kipindi kile kuna wamama wengi ambao wametoka kwenye msimamo. Kuna wadada wengi ambao wameanguka. Kuna wababa wengi ambao wameanguka. Wanaweza kujifunza njia ya kuishi, wanaweza kujifunza njia ya ukahaba, wanaweza kujifunza mambo mengine katika kipindi ya kipimo ya Mungu. Alafu ukishindwa kusimama imara katika ile kipindi, mara moja unaanguka, na saa unaanguka unafanya nini? Unatoka katika mapenzi ya Mungu, unaingia katika mapenzi ya shetani. Pale shetani anasema voila, anaanguka inakupata. Na saa unakuwa mpenzi wa shetani. Pale mara moja Mungu hana tena lazima yako, na Mungu tena hawezi tena akakufariji. Mungu anakuacha unaendelea sawa ile mateso yenyewe ulitafutia maisha kingine na kupiga, maana ulishindwa kuvumilia. Ndugu mpendwa, jikaze sana katika kipindi chote ambacho utakipitia, usipoteze Ukristo wako. Nimalize na njia ya tatu ya mateso, ni mateso ya kuadhibiwa juu ulifanya dhambi. Mungu akuonye sana. Kuna mateso mengine ambayo yanakuja, haiko kipimo, haiko mafundisho ya Mungu, lakini ni pigo ya Mungu. Mkristo aliamini, baada ya kuamini ukaingia ndani ya kanisa, ukafanya
ukajiozesha katika kitabu cha Wakristo, lakini baada ukaacha mapenzi Mungu, ukaanguka katika dhambi. Sababu anakuangalia, ulikuwa mtoto mzuri, alikuwa anajifunia wewe, anaposema kuangalia unakosea, Mungu anasema anakupatia kwanza muda, unaingia ndani ya kanisa, unasikia maneno ya Mungu, banahubiri maneno ya Mungu, labda mhubiri atakusia kwa neno ambalo limekupata, labda mhubiri atakusia kwa jambo ambalo lilikuangusha, na unabakia tu kimya, unajikonsentrate kwa kiki. Sawa na ita wengine watatengeneza maisha yao kwa Mungu, unabakia tu na bana kukiki. Unakuwa ni sasa haiko wako wanaambia, Mungu yuko anakuangalia. Bali sema wenyewe waliiba lakini shida kupiga magoti na kuomba msamaha. Bana sema wenyewe ulitukana lakini sawa na ita wengine watatengeneza maisha yao, unabaki ndani ya kiki. Bana sema wenyewe ulizini lakini unashindwa kutengeneza. Mungu yuko anakuangalia. Sana una haurekebike, haujitambue, analeta pigo, analeta fimbo, analeta gazamu, anampiga kwanza fimbo ni moja. Sana kupiga ile fimbo, Mungu anasema acha niangalie labda atajitambua. Unabakia tu, unabakariza zako, unajiponda, unaendelea kujiponda, hauna taro ya kujitambua. Ilikuwa fimbo moja, Mungu anaongeza fimbo ya pili. Unabakia tu na kibana ujitambue, Mungu anaongeza fimbo ya tatu. Unakuja kujikuta mateso inakulemea, na pale mara moja unakata tamaa ya kuingia ndani ya kanisa, unaanza kurudia nyuma. Wewe ulikuwa unapesha uingiake tena, ulikuwa na shuhudi ya kuingia ndani ya kanisa, hauingiake tena. Kesho yake unasikia ushaka kwa barabara, ushaka kwa Mkristo mwenyewe, ushaka kwa Mkristo na Islam. Ndio wale wenyewe ukikutana mtu naye anaanza kuambia mimi nitangia kwa kanisa, niko ndani yako, nimeokoka, sikupata kitu, wewe utaniambia kitu. Kumbe aliingia ndani ya kanisa, akaishi muda mrefu, lakini akatoka katika mapenzi ya Mungu. Bwana tuhurumie sana. Mstari wa 18 utaona namna gani Akani alifanya dhambi peke, lakini ikachoma. Mungu akatuma pigo kupitia dhambi ya Akani, ikachoma jamaa yake Loti. Sasa utajiuliza, je, lile jamaa ambalo liliangamia kwa moto kwa pigo ya Mungu nao walifanya dhambi? Hapana. Lakini kwa sababu ya dhambi ya Akani, Mungu akatuma pigo, akachoma jamaa Loti. Bwana tuhurumie sana. Abrahamu pia naye alifanya dhambi na alikuwa bado atakuwa na mtoto, lakini baada ya kupata mtoto, Mungu akaleta pigo. Watoto wa Abrahamu wakaishi maisha ya utumwa. Baada ya miaka 430 430 banaishi utumwa kwa sababu ya pigo ambayo Mungu alipiga Abrahamu. Sasa ukiuliza wale watoto ambao waliishi maisha ya utumwa ya miaka 430, je, nao walikosea? Jibu ni hapana. Lakini wanafuna matendo ya wazazi wao. Ndio maana wazazi wa mchango, wazazi wa mchango, elewa ya kwamba unafanya dhambi, lakini uko na hatarisha watoto wako. Usione kama ni yako tu, akipiga tu pia kwa sababu ile dhambi itakamata na watoto wako na wajukuu wako na wajukuu wako kama wajukuu zijuu. Bwana msaidie sana. Tengeneza maisha yako ikusaidie, kusudi pia usaidie watoto wako. Hapana kubanabana dhambi, unabanabana malaika wako ya kutengeneza. Wewe unakuwa kifasa mtakatifu, uko na dhambi yenyewe ulifanya na ni dhambi ambayo
mbele za Mungu. Wewe ndio mchawi, unakoseshaka watu amani, unapanaka masumu, unaweka sumu mwako, unaichunga na samu ile mkaisi kila wakati, unaacha kutengeneza. Fanya angalisho. Wanatumia sana. Unakosesha watu, unakosesha taifa la Mungu. Amani unamchana. Tengeneza, fanya angalisho. Jamani kwa leo tulisananie sipate pigo ya Mungu. Mungu hata nyamaza kimya. Mchawi kwa mairizi zako, leta kanisa zitolewe na utoke katika ile njia. Uko Mkristo ambao unaokoka. Bwana msaidie. Uko na malungo kama malungo, unarukama usiku, unajigeuza, uko na ukia kunyumba za wengine, unawafinya mashingo na kesho tunakuwa kanisa wale ule. Fanya angalisho. Fanya ile Mungu anakuona. Bwana msaidie sana. Tunaingia mkanisa kusudi tupokee maneno ya Mungu, itutakase, tunawe, itufanye tena upya, tuonekane watoto watakatifu, tutembee na Mungu sawa sawa na vile Mungu anataka kwetu.